السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, al-istighfar ikizungumzwa hapa fadhila zake na uhalisia wake, wakadhalika ilivyokuja katika Qur'an na katika maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, hatuwezi kumaliza. Lakini ndugu zangu katika iman, kuna nukta mbili muhimu sana hizi tuzifahamu kuhusiana na istighfar. Nukta ya kwanza, tafahamu sisi kila umma uliotangulia, tunaposoma katika tarikh al-umam as-sabiqa na manabii waliopita, kila umma walikuwa wana dhambi wamelifanya, na kisha baada ya kufanya hili dhambi, Allah subhanahu wa ta'ala hasira zake zinapanda, zinazidi. Watu wamepewa nasaha, wamekumbushwa, wamezindushwa, hawasikii, hawaelewi. Mwisho wa siku basi yule nabii huambiwa tu, wewe chukua watu wako muondoke, alafu hao wakaidi na wajeuri niachie mimi mwenyewe, tamalizana nao. Hii ndio imekuwa kawaida ya Allah subhanahu wa ta'ala katika umma zilizotangulia zote, na kila umma ulikuwa una dhambi lake umelifanya. Wapo waliokuwa kazi yao ni ushirikina umepitiliza, wengine wakawa si waadilifu katika biashara zao, wanapunja na kuibia watu, wengine wakawa wanafanya mambo yasiyofaa, waoana waume kwa waume, wake kwa wake, na mengine mengi katika madhambi, yakapelekea Allah kuwaangamiza hawa wote. Lakini swali linakuja ndugu zangu katika imani, ummati Muhammadi huu ambao sisi Allah ametujalia tuko ndani yake, na Allah akausifia kuwa ni umma bora, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mimi nikuulizeni swali, kuna dhambi gani limefanyika katika umma zilizotangulia halijafanyika katika ummati Muhammad? Liko? Watu si washirikina sahihi, watu si waongo katika biashara, waongo na wamekithiri, sio? Na yaonekana ni ujanja mtu akifanya ujanja kwenye mizani anaona amepiga faida, piga faida kweli kweli. Watu katika umma huu, kuna baadhi ya maeneo ndoa za jinsia moja zimeruhusiwa, au ni urongo? Yote haya yafanyika katika huu umma, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa hai, yapo ambayo yalikuwa yafanyika katika madhambi haya makubwa ambayo yalipelekea umma zilizotangulia zikaangamizwa. Lakini Allah hakuangamiza umma huu. Allah akazidisha huruma yake, na hii huruma imewekwa kwa sababu hizi mbili. Allah azieleza katika Qur'an, atuambia, wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah atuambia hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwaadhibu umma wako ewe Muhammad hali ya kuwa na wewe uko pamoja nao. Kwa nini?
kwa sababu mtume ni rahma, na Allah hawezi kuteremsha adhabu zake kwenye rahma. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Allah mwambia mtume, hatukukutuma katika umma isipokuwa uwe ni rehma kwa watu wote na viumbe wote. Falidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwepo ni rahma katika huu umma, ni sababu ya kutokuangamia huu umma, hata kama watafanya madhambi kiasi gani, hata kama watamuudhi huyu mtume, wakamtukana, wakampiga, wakamfukuza anapoishi, bado Allah ataendelea kuwahurumia kwa sababu mtume bado yuko hai. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuupendelea umma huu kheri, hakufanya rahma ya umma huu ikawa ni moja, bali akajalia rahma ya umma huu ziko mbili. Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Na Allah hawezi kuwaadhibu umma huu ikiwa watabaki katika istighfar. Allah hatowaadhibu kwa kuwaangamiza wote kutokana na madhambi yanayofanywa na baadhi ya watu makubwa yanayopelekea hasira ya Allah, ikiwa kuna baadhi ya watu wanafanya istighfar. Hii ni rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, ambayo yatakikana sisi tuishike kwa mikono miwili na tuikumbatie, tusiiwache hata kidogo hii rahma, na tusiipuuzie hata dakika moja katika maisha yetu. Lakini bado kuna swali linakuja. Watu twajitahidi, baadhi wapo watu wajitahidi katika istighfar, wanafanya istighfar, lakini yale manafi' yaliyotajwa yapatikana katika istighfari hawayafikii kama yalivyotajwa hapa. Mtu apata maisha mazuri, apata watoto, tena watoto wenye adabu na akhlaq, kitulizo cha moyo, apata mali zenye baraka na faida nzuri inayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, apata maisha ya kupendeza pia baada ya kuondoka katika ulimwengu huu na akaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu afanya istighfari lakini maisha ni magumu. Mtu afanya istighfari, watoto ni vichwa ngumu, hawaelewi, wamevurugwa. Yani mtu aketi, akienda kazini, akiwa yuarudi, apitia hapo kwenye vile vibanda za kahawa, aketi apunguza stress, kwa sababu wajua kazini ametoka kuna stress, lakini pia nyumbani kuna stress zaidi. Watoto atakuta kuna kesi, huyu kafanya hivi, huyu kavunja hiki, huyu kampiga huyu kamtusi jirani. Yani ni watoto waumiza vichwa, na wako katika familia zetu, na watu wafanya istighfar. Falidhalika kuna mmoja katika wanachuoni ametaja istighfari yatakikana kuwa vipi. Akasema al-istighfaru laysat alfadhan tuqal. Istighfar si maneno tu yatamkwe mdomoni. Sikilizeni vizuri hii nukta. Istighfar si maneno tu yazungumze wapi? Mdomoni au yatoke katika kinywa chako. Bal la budda an yakuna al-lisanu abbara amma fi qalbik. Lakini lazima iwe ulimi wako unapofanya istighfari umekieleza kilichoko katika moyo wako. Yani ulimi waonesha athar, ulimi waonesha yaliyotoka katika moyo wako wewe, sio tu maneno yazungumzwa katika mdomo. Laisa alfadhan tuqal bal la budda an yakuna al-lisanu qad abbara amma fi al-qalb. Lazima iwe yametoka katika moyo wako. Wewe angalia namna mara ngapi wafanya istighfar lakini huoni faida yoyote. Mara ngapi wamuomba Allah msamaha
lakini nafsi yako hata haishtuki, waona ni kawaida tu na mambo yanaendelea vile vile yalivyokuwa. Hapo kuna sehemu wewe bado hujairekebisha vizuri. Wa fil istighfar la yu'tabaru fiha al-adad, katika istighfari haiangaliwi idadi sana, kwamba mtu kafanya istighfari 100, 200, 300. Al-ibra fil istighfar as-sidq alladhi yakunu fil qalb. Ibra katika istighfari utakaoifanya na vile tulivyohimizwa ianzie kwenye moyo na iwe ni ukweli unaotoka moyoni. Istighfari zetu tutakazozifanya iwe ni ukweli uliotoka moyoni, si maneno ya idadi. Falidhalika, na nyinyi mwafahamu Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba katika huu ulimwengu, ametuweka sisi kwa ajili ya kutupa mitihani na kutujaribu kwa kila hatua ya maisha yetu. Allah tuambia, alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah hakusema ayyukum aktharu amalan. Allah hakutuweka katika huu ulimwengu kutujaribu aone ni nani mwenye matendo mengi. Ametuweka kutujaribu aone ni nani mwenye matendo mazuri zaidi. Na Allah yuwatutizama sisi katika matendo yetu, atuangalia kila mmoja namna gani ayafanya matendo yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ashatwambia, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hatizami sura zenu nzuri za pendeza na kuvutia, na Allah hatizami body, kwamba wewe wanyanyua gym sasa watisha una six pack, Allah aona huyu afaa kweli kweli kuliko mwingine. Hapana, Allah atizama nyoyo zenu kwanza. Angalia uzuri wa nini? Uzuri wa moyo, kisha angalia na matendo yako. Angalia na matendo yako. Falidhalika, lazima mtu aangalie moyo wake, na hasa katika hizi ibada ambazo ni nyepesi. Wajua ibada za adhkari ni ibada nyepesi. Watu waweza kuona wameketi wanaita istighfari, wameketi halaka, wanaita istighfari hata 200, 300, 400. Alafu wakitoka tu hapo nje wakuta mtu anakula zake miraa, anakula mirungi, amechomoa sigara, yuwavuta, yuwasengenya, yuwateta, yuwazusha, afanya mambo mengi ambayo yatumia mdomo huo huo uliotoka kufanya nini? Fanya istighfar. Sasa mal faida? Faida hii istighfari aliyofanya iko wapi? Ikiwa umetoka katika istighfari dakika moja na usharudi kule kule ulikotoka kwenye makosa yako. Na tukizungumza hivi haimaanishi mtu akifanya istighfari abadilika hapo hapo ghafla na hatokosea tena. Hapana, lakini jitahidi istighfari isiwe ni maneno ya mdomo, iwe ni maneno ya moyo yaliyoelezewa na mdomo wako, yakatoka kuelezea kilichoko ndani ya moyo. Kwa ndugu zangu katika imani, hata ukiangalia hadithi ambayo wengi katika ulama wa hadithi wameiweka kuwa sehemu ya kwanza katika abwabul hadith, ni hadith innamal a'malu binniyat au innamal a'malu binniya. Hii hadith kwa nini yatangulizwa katika vitabu vingi vya hadithi? Ili kukumbushe wewe ambaye wasoma hivi vitabu, nia yako ya kwanza iwe ni safi katika kusoma. Na nia sehemu yake ni wapi? Katika moyo. Falidhalika, lazima moyo uwe safi kabla hujaendea chochote. Na kama tulivyokumbushwa fadhail za istighfari zilivyokuwa nyingi na zampeleka mtu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hiyo pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala haitokuwa na manufaa kwa mtu wala hatoifikia paka awe na moyo uliosalimika,
Allah sema yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim, siku ya kiyama mtu hatonufaika na mali zake na watoto wake. Si tumeambiwa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midarara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Hizi mali na watoto zote zahitajia moyo safi. Ukipatikana moyo safi, hata mali na watoto zitakusaidia na kukunufaisha siku ya kiyama. Lakini ikiwa moyo haujawa safi, haujatengemaa, haujanyooka, nia yako bado haijawa nzuri, hata ukafanya istighfari kiasi gani, bado itakuwa unatwanga maji kwenye kinu na utakuwa unahesabu tu idadi isiyokuwa na manufaa. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, tuangalie nyoyo zetu na mioyo yetu pale tunapoendea suala zima la istighfari. Tumalize na maneno ya Al-Hasan Al-Basri min at-tabi'in, huyu ambaye watu walikuja wengi wamuuliza mambo akawajibu wafanye istighfari. Lakini kuna maneno mengine pia ameyazungumza kuhusiana na istighfari, akasema al-istighfaru yahtaju ila istighfar. Istighfari wakati mwingine pia yahitajia nini? Istighfar. Mfano mtu afanye istighfari wa huwa ghafilun, na yeye ameghafilika na moyo wake, afanye istighfari ya maneno lakini moyo uko mbali, huyu pia atakikana afanye istighfari ya kughafilika. Afanye istighfari ya kufanya nini? Ya kughafilika. Kwa sababu istighfari unapoifanya uwe hadhirul qalb, moyo wako uwe hadhir na maneno yako yawe ni ya ukweli na nia yako iwe salama na moyo uwe safi, Allah subhanahu wa ta'ala ataikubali na ataipokea pasina kuwa na wasiwasi wala shaka ya aina yoyote. Nadhani kwa haya tuishie hapa katika huu muhadhara. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuyasikia mazuri na kuyafata, na yaliyokuwa mabaya tujiepushe nayo na kuwa nayo mbali. Atujalie kila tulichokumbushwa katika hii majlis iwe ni chenye manufaa na sisi, na tuweke nia ya kukifanyia kazi na kubadilika katika maisha yetu, na tuwekee katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim.